était avec nous, il était parmi nous, mais il s'en est allé loin de nous. Nous l'avons tellement aimé, il nous a tellement aimés, mais il s'en est allé loin de nous. Dans l'au-delà où il est, nous ne l'oublierons pas. Dans ce voyage où il est parti, nous ne l'oublierons pas. La mort n'arrête pas l'amour. La mort n'arrête pas l'amour. Pèlerins que nous sommes, sur cette terre des hommes, de la poussière nous sommes tirés, de la poussière nous rentrerons. Notre bien-aimé est parti, les malheurs nous a visités. C'est pas facile de supporter la douleur. Dans l'au-delà où il est, nous ne l'oublierons pas. Dans ce voyage où il est parti, nous ne l'oublierons pas. L'amour n'arrête pas l'amour. L'amour n'arrête pas l'amour. Dans l'au-delà où il est, nous ne l'oublierons pas. Dans ce voyage où il est parti, nous ne l'oublierons pas. La mort n'arrête pas l'amour. La mort n'arrête pas. Motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo.
songa munipikize. Baba wetu, wewe ni faraja yetu,
tunayohitaji Bwana utie taifa lako nguvu katika kipindi hiki kizito. Acha neno lako litufariji na kututia nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana ibada inaendelea. Tunasema pole, Mungu wa faraja azidi kututia nguvu. Basi tutakaa na tunaalika kwaya salama wataweza kufika kutoa nyimbo. Asante sana. Kijaribiwa daraja ya kutegemea Mungu wa mbinguni, ya kutegemea Mungu wa mbinguni. Kama mtu wa kwenu akikata tumaini la kuisha kijaribiwa kuliko nguvu ya imani ahitaji faraja ya kutegemea Mungu wa mbinguni, ya kutegemea Mungu wa mbinguni. Tuombeane sisi kwa sisi, tufarijiane sisi kwa sisi, tufarijiane sisi kwa sisi. Watu wengi wamezoea kufurahia mateso ya wenzao. Watu wengi wamezoea kufurahia mateso ya wenzao kuliko kuwaombea, lakini hawajali. Kuliko kuwaombea, lakini hawajali. Mwenzako akipatwa na shida umuombee. Mwenzako akipatwa na shida umuombee. Kati ya mateso yanayomupata, kati ya mateso yanayomupata, mwenzako akipatwa na shida umuombee. Mwenzako akipatwa na shida umuombee. Kati ya mateso yanayomupata, kati ya mateso yanayomupata, ni watu wengi wamekufanya adui kuliko kuwaunga mkono wanipitia. Sasa nini hamtarekebisha tu tabia zenu mbaya? Wape
Namuamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyetwaa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka pahali pa wafu, akafufuka kutoka wafu siku ya tatu, akapanda mbinguni, anakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Ndipo watakuja tena kuhukumu waliowainawa. Namuamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la waamini wote, ushirika wa watakatifu, kuondolewa kwa dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Mwanamume anayezaliwa na mwanamke ni mwenye siku chache zinazojaa taabu. Anatokea kama hua na anakatwa, anakimbia vile vile kama kivuli, wala haki wala hakai kamwe. Basi muda huu tunataka kusikia biografia ya wapendwa wetu ambao wametutangulia. Tuweze kusikiliza biografia ya wapendwa wetu. Ndio tunaendelea tena kusema pole sana kwa jamaa ambayo imepigwa na mshiba kupoteza watu karibia 5, lakini kwa sasa tunaona serikali ine hapa. Mwili mmoja umetwaliwa pa Butembo. Inji ni Republique Democratique du Congo, province ni ya Nord Kivu, territoire ni ya Beni.
Sektere ni ya Rwenzori, komine ya Kasindi, quartier Rwenzori. Biografi ya marehemu zetu waliotutangulia tangu siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kukaribisha ya jamaa ya Wasukali kutoka Babuolu kunako village ya Waliha, groupement ya Ngulo, sheferi ya Baswa mu territoire ya Lubero, wanaoonekana leo hapa Kasindi, Pakalemia, Uganda, Bulongo, Beni na penginepo katika nchi yetu ya Kongo. Wanaendelea kukaribisha kila mtu katika jina lake bila ubaguzi. Wale wote ambao wametoka katika nafasi mbalimbali, Pabeni, Bamuramba, Butembo, Uganda, ambapo leo kuvuka ni kugumu, tunasema karibu sana kulia pamoja nasi. Kuzaliwa kwa marehemu zetu, tutaanza na mama Kahambu Patropa Esther. Mama Kahambu Patropa Esther alizaliwa pa Butembo Mukuna. Ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka wa 2000. Wale ambao wamefanya kalkile wamekuta kwamba ametuacha akiwa na miaka 26. Baba yake anaitwa Paluku Heredonia na mama yake Kahambu Marie. Huyu Paluku Heredenio alizaliwa na Patropa wakiwa Wasukali kutoka katika groupement ya Isale Vulambo kunako village ya Marihi. Na Kahambu Marie bibi yake na Paluku Heridioni alizaliwa na mwana wa Bene. Vile mwana wa Bene ni Wasukali kutoka kunako sheferi ya Bashu ndani ya groupement ya Buhovi mu village Vitumbi. Marehemu wetu mama Kahambu Patropa Esther alikuwa mjomba ya Wasukali kutoka katika jamii ya mwana wa Bene. Mumbere Kawite Christian alizaliwa Pakasindi tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2021. Tuacha akiwa na miaka 5. Ni yule aliyekuwa mumbere wa mama Kahambu Esther. Baba yake ni Kambale Musubao Jean Baptiste na mama ni yule ambaye tumetaja hapa. Kahindo Kawite de Froze alizaliwa Pakasindi tarehe 25 mwezi wa 1 mwaka 2023. Vile naye ametuacha akiwa na miaka 3. Kunakuwa Kavira Kawite Leticia alizaliwa vile Pakasindi tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka 2026. Yeye ametuacha akiwa na miezi 5 peke yake. Mumbere Kawite Christian, Kahindo Kawite de France pamoja na Kavira Kawite Leticia walizaliwa na baba yao Kambale Musubao Jean Baptiste na mama yao Kahambu Patropa Esther. Kambale Musubao Jean Baptiste amezaliwa na baba yake
Kambale Kawite Masumbuko na mama yake Kavira Vihundira aliyekuwa ametutangulia. Kambale Kawite Masumbuko alizaliwa na Musubao Makoma Jake wakiwa wasukali kutoka Pavuholu Walia ndani ya Sheferia Baswara mteritware ya Lubero. Kuna kwa yule watano ambaye tumesema wamechukua mwili pa Butembo, kwani alikuwa mtoto hapa akikomalia hapa. Alikuwa na itika kwa jina la Mumbere Muleka Josue. Alizaliwa hapa Kasindi tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2023. Vile naye ametuacha akiwa na miaka 3. Baba yake anaitwa Kakule Kaleru na mama yake ni Kavira Musubao Janine. Yule Janine yule alikuwa akichindikiza hawa ambao wametuacha leo, lakini hawakuweza kufika mahali walipokwenda. Huyu Mumbere Muleka alikuwa mjomba yake na wasukali mjamaa ya Kambale Kawite Masumbuko hapa Kasindi. Masomo ya marehemu Kahambu Patropa Esther. Esther aliadibishwa kwanza na wazazi wake nyumbani. Baada ya hapo wazazi wakasema anastahili aende masomoni. Akaanza masomo ya msingi kunako Epe Kihinga pa Butembo. Ni pale alipata cheti chake cha miaka 6 ya masomo ya msingi ambayo tunaita certificate. Akakubaliwa kunako masomo, wazazi wakakazana wakasema hapana, hata ikala nyumbani. Akaenda kunako Institut la Reference pa Butembo. Hapo akasoma miaka 4 na hapo akaikaa nyumbani. Kanisa ya marehemu zetu. Kahambu Patropa Esther alikuwa akisali ndani ya kanisa ya Sebka katika parokia ya Kasindi. Alibatizwa pa Butembo kunako Sebka Malera mwaka wa 2019. Baada ya mwaka mmoja Mungu akambariki na mchumba wake ambaye leo ni mume wake, ametuachia naye. Baada ya mwaka huu mmoja akafunga ndoa hapa mwaka wa 2012 kuparuasi ya Sebka Kasindi. Aliunganishwa naye Reverend Pasteur Tavuirima. Vile vile watoto walikuwa wakisali ndani ya hiyo kanisa ya Sebka. Kazi ya marehemu wetu Kahambu Patropa Esther alikuwa mkaribishaji wa kila mtu bila ubaguzi. Alikuwa mwenye kulea, alikuwa mlimaji, alikuwa vile mfanya biashara. Hapa tuliona wale ambao wanabadilisha pesa, alikuwa akishinda huko, na vile alikuwa kwenye kunako mahali tunaponunua inite nane shope pale Palubiria wetu. Mali ya marehemu Kahambu Patropa Esther ametuachia parcele moja, mahali ambapo tumetoka kufikisha mili 4 hizi sasa hivi, ambamo ndani mnaonekana nyumba moja ya manjata na mafika. Anatuachia vile shamba moja pakiato ile ni karibia parcele 7. Anatuachia vile shope 2 Palubiria. Anatuachia vile
moto moja. Magonjwa ya marehemu zetu. Hapa tusikilizane vizuri. Kama mlifuata burugumestre wetu aliongelea hiki kitu mbeleni. Marehemu zetu wakati walipolamuka nyumbani, wote walilamuka wakiwa salama, wakiwa na afya nzuri, bila tatizo lolote. Na walikuwa wakiandaa safari ya kwenda pa Butembo, kwenda hudhuria fete ya ndoa ya ndugu ya mama ambaye ametuacha. Baba akawapatanisha mpaka kunako parking, wakaingia ndani ya gari voiture. Walikuwa watu karibia 8 ndani ya gari, lakini wakaanza safari, wakapitia njia ya Beni. Wakati walipofika chini ya Maksabo, kunako difesi kubwa ya jeshi letu la Uganda wanaosaidiana na Wakongomani, shoferi alikuwa akikuta ndugu yake pale akitafuta msaidia na pne, kusudi pine ilikuwa imepasuka ya huyo mwingine. Alikuwa ameweka gari pembeni ya barabara, lakini ilikuwa kitu ya kushangaza, gari iko mbali sana na barabara. Gari moja ikatokea ngambo za Beni, fuso moja, ikawezekana pale direksio yake ikaponyoka. Na wakati pale direksio inaponyoka, gari inaenda ovyo ovyo kwenye barabara, ikafika ikagonga gari ambayo iliyokuwa ikibeba wapendwa wetu ambao wametutangulia. Wakati ilikuwa saa 4 za asubuhi, hapo wakati tulipopata simu zikilia kwenye mitandao, wengine wakiona wakisema hiki ni kitu gani, hapo huzuni ukaingia ndani ya jamaa za marehemu wetu. Marehemu wetu yeye alikubali kuitika Yesu Kristo kama rafiki yake, kwani alikuwa amemfuata. Rafiki wake wa pili ni mume wake ambaye ametuachia leo. Rafiki wa tatu ni watoto wake ambao wamefariki pamoja naye. Rafiki wa 4 ni wazazi wake wote 4 pamoja na wale wanao tuchunga kiroho na kusomwa na Bahati Wavene kama mtoto wenyu wa hapa, na imesainishwa naye mzazi mkuu wa jamaa ya Wasukali Makoma wa Kawite. Ni hapo biografi za wapendwa wetu zinakoma. Ya kufata ni kwa waongozi wa kanisa. Mithali sura 4 shairi la 1 hadi 3. Sikia wana wangu mafundisho ya baba, nategeni masikio kujua ufahamu, maana ninawapa ninyi mafundisho mazuri, msiache sheria yangu. Basi muda huu jiweke tayari kupokea ujumbe wa faraja, na mtumishi atakapofika hapa yeye ataweza kuomba, na baada ya pale atajieleza pia yeye ni nani na anatoka wapi. Na wapendwa, tunasema vile vile pole kwa majirani, pole kwa marafiki, pole pia vile vile kwa kanisa letu. Hata pia vile vile tunasema pole kwa serikali yetu, kwa sababu hao ambao wamefariki ni watu wa serikali yetu. Tunasema pole sana. Basi kama vile mwongozi wa ibada amesema, mimi wasionifahamia ninaitika kwa jina la Paluku Sheriakula Jean Paul. Ninakuwa mchungaji mwinjilisti katika poste ya CBK Beni, na ni mahali pale ambapo ninakaa, na nilikuja tu
sababu ya habari hii, kuja kufarijiana pamoja na wapendwa ambao wametuacha, kwa sababu hawa ni Wakristo katika kanisa ninaloliongoza, na hivi niliona kwamba si vema mazishi haya yapite kama mimi siko. Basi ndani ya vitabu viwili, kitabu yetu ya kwanza tunasoma kitabu ya habari njema ya Yohane sura 11, na tutasoma kwa mashairi. Tutasoma kwa mashairi yake ya 25 hadi 26, na kitabu yetu ya pili ni kitabu ya Ufunuo sura 21 na mstari ule wa 4. Basi kwa kuona jinsi muda wetu umekimbia sana, tunasoma mara moja kitabu yetu ya kwanza, ni ile habari njema ya Yohane sura 11, na kwa mstari wa 25 na 26 inasomeka hivi: Yesu akamwambia, mimi ni ufufuko na uzima. Yeye anayeniamini hata anapokufa ataishi, na kila mtu mwenye uzima na kuniamini mimi hata kufa hata milele ataishi. Na kila mtu mwenye uzima na kuniamini mimi hata kufa hata milele. Unaamini haya? Tusome Ufunuo 21. Ufunuo 21, na tunasoma mstari ule wa 4. Mstari wa 4 inasomeka, naye atapanguza kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwa tena, wala maombolezo, wala kilio, wala uchungu hautakuwa tena, kwa maana maneno ya kwanza yamekwisha kupita. Ni neno la Mungu. Amen. Kwa muda usio wetu wa kawaida, ni kwa muda ambao tunakuwa na machozi makubwa sana kwa ajili ya jambo hili ambalo nafika mbele yetu, ambao wenyewe tunashindwa kuweza kuelewa. Baba, tunasogea karibu na wewe. Ni wewe pekee unakuwa na neno la faraja kwa watu wote hawa. Bwana, tunaomba utusaidie. Usaidie kila mmoja, Baba. Usaidie Bwana kuweza kufariji. Kwa jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Tunazungumzia kwa muda mfupi tu neno linalosema Yesu tumaini la waamini. Yesu tumaini la waamini. Kwa kweli, ndugu na dada, leo hii mioyo yetu sote hapa inavunjika. Tumeumia sana kwa kuona watu 4 wamelazwa mbele yetu, tuliokuwa tukizungumza nao, tuliocheza pamoja nao, tulitembea pamoja nao, lakini leo wote wametuacha kwa limoyo. Alafu jambo kama hili wakati limetufikia, jamani, nawaambia kwamba hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kutufariji. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kutupatia maneno ambayo anaweza kutusaidia. Hakuna. Hata na mimi mwenyewe ambao ninasimama mbele yenu sina maneno. Ninawaletea mtu mmoja tu kwa muda huu ambaye anaweza kutusaidia. Mimi pamoja nanyi ni mtu mmoja tu ambaye ninakuja kuweza kumzungumzia kwa sasa, ambao ninawaletea
jina lake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni yule peke yake ambaye anakuwa na neno, yule ambaye anaweza kutusaidia sote. Sino hakuna yule ambaye anaweza kutusaidia, hapana. Kwa sababu jambo hili linatushinda hakika kufahamu. Kwa sababu tulipopata jambo hili ilikuwa ni coup de foudre katika mioyo yetu. Tunasema eske ni kweli ama ni uongo tu. Kuweza kuletea mtu mmoja tu ambaye anaweza kutusaidia, ninasema yule mtu jina lake Yesu Kristo, ambaye yeye mwenyewe vile vile neno la Bwana linasema kwamba alitoka mbinguni, alizaliwa kama mtu, aliishi katika dunia kama mtu, aliishi na alipata mateso ya dunia, naye alikufa, alipata maumivu, kwa sababu naye mwenyewe vile vile kifo chake hakikuwa kifo cha kawaida, hapana. Aliuawa sawa sawa maandiko jinsi yanavyosema, aliuawa na alizikwa. Lakini furaha yetu ni kwamba huyu ninaowatangazia jina lake Yesu Kristo alizikwa, hakubaki kaburini, alitoka kaburini, naye alifufuka, na yule Yesu Kristo iko hai ambaye nakuja kuwatangazia leo. Mahali ambapo tunatoka kusoma ndani ya kitabu cha Yohane sura yake ya 11, katika yale mashairi ambayo tumesoma, ni habari ya jamaa moja ambayo ilikuwa tu ni jamaa ya watoto tu. Maandiko yanasema, yanasimulia tu juu ya wale watu ambao walikuwa ni watatu, wasichana wawili na mvulana mmoja. Msichana mmoja aliitwa Martha na mwingine aliitwa Maria, na sasa walikuwa na kijana mmoja ambaye aliitwa kwa jina la Lazaro. Lakini maandiko hayasimulii juu ya wazazi wao. Haisimulii kama wazazi wao walikuwa wapi, haisimulii. Alafu maandiko tunapoyasoma yanaeleza ya kwamba Yesu alikuwa rafiki ya hawa watoto watatu. Mara na mara alipenda kuwatembelea, mara na mara aliwafikia. Hivi mpendwa msikilizaji, ninashukuru kwa neno moja ambao wakati ninapofuata biografia hao ambao wamefariki, neno yule anaweza kusoma biografia, alisema neno moja juu ya mama huyu ambaye ameatuacha kwamba rafiki wake alikuwa ni Yesu Kristo. Ile ni neno kabisa ambalo linanitia moyo. Lile neno kabisa linanipatia moyo na linanipatia tena courage ya kuweza kusema neno mbele yenu hakika. Nikisema kwamba hawa watoto watatu, Martha, Maria pamoja na Lazaro, walikuwa na rafiki, na huyu rafiki jina lake Yesu Kristo. Rafiki huyu ambaye ninasema kwamba mara na mara alipenda kuweza kuwatembelea hawa watu. Mpendwa ambao unanisikiliza kwa sasa, mbele nipite kwa neno lingine, sijui watu gani ambao wanakutembelea, sijui mara na mara unatembelewa na wanani, sijui marafiki zako kama ni nani. Inawezekana unakuwa na marafiki ni makahaba, inawezekana unakuwa na marafiki sijui hapo unakuwa rafiki ya bandi. Leo ungeliachana na marafiki zako, kuwa na rafiki mmoja tu ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Yesu wakati alipenda hawa watu, na neno la Bwana linasema siku moja mtoto mmoja aligonjwa, na jina lake Lazaro, mtoto mvulana, mtoto kijana aligonjwa. Wakaambia Yesu, wanasema rafiki yako Lazaro amefanya nini? Amekufa. Samahani, rafiki yako Lazaro anagonjwa, uje ukamponyeshe. Yesu alisema nitakuja, lakini hakuenda. Lazaro akakufa. Baada ya siku 4 Yesu akasema tuende tutamuamusha rafiki yetu. Wanafunzi wake hawakuelewa, na kwa mwisho akawafunulia akisema kwamba Lazaro amekufa, lakini tuende atafufuka. Walipokuwa njiani,
Ni mahali pale ambapo sasa tumesoma, walipokuwa njiani wamekaribia kufika katika ile parcel, Martha akasikia habari za Yesu. Neno la Bwana linasema Martha alikimbia mahali Yesu alikuwa, na alimwambia neno moja, anasema, Bwana, kama ungelikuwa hapa, ndugu yetu Lazaro asingelifariki. Ile ni neno ambalo alilitosha ndani ya moyo wake, ama alitamka ndani ya kinywa chake, ni kwa sababu alikuwa ameumia, alikuwa ameteseka sana. Ninawaambia, kifo ni kitu ambacho kinauma sana. Kifo ni kitu kinauma sana. Ninawaambia wapendwa, maumivu ya kifo, kama bado hauyaipata, hautaweza kuelewa. Haujafiwa na mtu katika jamaa lenu, ninawaambia kwamba hautaweza kuelewa. Utaielewa wakati siku moja na pia vile vile umefiwa na mpendo mmoja katika jamaa lako. Wakati Martha anaambia Yesu, anasema, ungelikuwa hapa Bwana, kama ndugu yangu asingelikufa. Kama ungelikuwa hapa. Alikuwa ndani ya regret, alikuwa ndani ya, alishangaa sana, alishiuliza mengi, na ninajua ya kwamba kwa hii wakati wanaokuwa na maumivu sana ni watu walio wa jamaa. Hautaweza kuelewa namna gani jamaa wameumia kwa sasa. Sisi wengine kweli tunaweza kufika hapa, lakini acha niwaambie wote uwazi ya kwamba baada ya maziko nyinyi wote mtaenda. Wote mtaenda, na mimi nitaenda. Lakini walio wa jamaa watabaki hapa na maumivu itabaki hapa. Permettez-moi, niseme tena neno hili hapa sio. Sote na wengine watasema kwamba ule pastor aseme mbio tunaenda zika watu tuende kwetu. Ile tunasema ya watu. Sababu gani? Hauna ile maumivu. Martha anaambia Yesu, anasema kwamba kama ungelikuwa hapa, ndugu yetu asingelikufa. Ninasema kwamba ni maumivu ambayo alikuwa ndani ya moyo wake. Aliumia sana, alikuwa ndani ya regret mkubwa sana, kama vile leo tumekuwa ndani ya regret kubwa sana. Alafu mahali ambapo tumesoma, Yesu alimwambia tu neno moja, anasema, ndugu yako, anasema amini ya kwamba ndugu yako atafufuka. Kuelewa neno ambalo Yesu alisema, kwa sababu alikuwa ameumia sana. Yesu hata kama alisema kwamba ndugu yako atafufuka, Martha hakuweza kuelewa hata kidogo. Sababu gani? Maumivu yalikuwa mengi sana ndani ya moyo wake. Na Yesu alitafuta kumwonyesha kwamba yeye ni mwenye uwezo, ambaye anakuwa na mamlaka juu ya kifo, ambaye anakuwa na uwezo juu ya kifo. Hata kama mtu anakufa, Yesu anasema ya kwamba mimi ni ufufuko. Na ndio maana ninasema kwamba kama kwa sasa ninakuwa na courage ya kuweza kusema mbele yenu, ni kupitia ushuhuda ya mpendwa ambao ushuhuda kinasema kwamba yeye rafiki yake kwanza alikuwa ni Yesu, kwa sababu neno la Bwana Yesu anasema kwamba yeyote ambaye anayeniamini hata kama anakufa ataendelea kuishi, kwa sababu Yesu yuko ndani ya maisha yake. Mpendwa ambao unanifuata kwa sasa, baba unanifuata kwa sasa, mama unanifuata kwa sasa, sijui kama unakufa, Yesu iko na nafasi ndani ya maisha yako. Acha niwaambie wapendwa, mara ninaambia watu hivi, nasema kwamba kifo haina adabu. Kifo haina adabu, haiogopake mtu. Hata kama wanakuita excellence, wanakuita honorable, wanakuita reverend pasteur, wanaita nani, wanakuita mheshimiwa, kama kifo inakuja haitakuogopa, inataka inaingia. Tunapofika huku ndani ya matauni mingi, unakutana kunakuwa lupango, wanaandika kwa lupango, wanasema attention chien méchant, si ndio? Sijui kama mshakaona zile malupango, attention chien méchant. Wanasema labda kose wote hawajui français, wanaandika vile vile na mimi naswahili, sio kwamba angalisho imbwa kali. Lakini wakati kifo inapokuja,
Sijui kama kifo haijue soma, inaingia haihangaiki na shemesha, inaingia inaenda nabeba mwenye lupango, na kisha wanafungula lupango sasa watu sawa wanaingia wanafunga na hivyo sasa. Ndio kifo haina nini? Haina adabu. Haiwezi kukuheshimia hata kama unaheshimisha namna gani. Ninakuja kutangazia kwamba kifo hakitakuheshimia, lakini kitu ambacho kinaweza kuheshimisha peke yake kama Yesu Kristo amepata nafasi katika maisha yako. Kifo haina adabu. Na President de la Republique inambebaka amba nazunguka na masilaha nzito nzito. Kifo yokopake silaha, kumbe kama inakuya ilishakuya tu. Yule ambaye anaweza kukusaidia mpendwa ni ule ambaye siku moja naye alikufa, alizikwa na alifufuka, na ninakutangazia kwamba jina lake Yesu Kristo, kwa sababu hata kama unakufa, huyu Yesu aliyefufuka atafanya namna gani? Atakufufua. Haiko ndani yangu, hata nikifa ninajua kwamba katika kaburi ninapumzika tu, kwa sababu siku iko nitafufuliwa pamoja na Yesu Kristo, nitaenda kukaa pamoja naye mbinguni. Na hilo ndilo tumaini la Wakristo. Yesu anasimulia na Martha anasema kwamba kila yeyote ambao anayeniamini hata kama anakufa ule mtu ataishi tena. Na akauliza Martha kwa kumaliza kusema kwamba, je, unaamini hayo? Na wewe mbona unanifuata kwa sasa? Je, unaamini kwamba Yesu Kristo ni ufufuko? Alafu swali langu kabla niondoke hapa, baba yangu, mama yangu, kama unakufa leo utaenda wapi? Kwa sababu maisha ya hii dunia ni maisha ya mpito. Ni maisha ya mpito, iko sawa transition. Maisha ya milele iko mbele yetu. Ya kwanza ni kuishi milele pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Na ya pili ni maisha ya milele katika ziwa la moto. Sababu neno la Bwana linasema kwamba huko katika ziwa la moto ni kufanya nini? Ni kulia na kusaga meno. Na ile nafasi si nafasi yako, ni nafasi ya shetani na malaika zake. Kama utaenda mumoto ni kwa sababu ulishibandikisha. Nafasi yako iko mbinguni. Ninakuja kukutangazia kwamba nafasi yako iko mbinguni. Utapoteza ile nafasi ni wakati unakatala kuamini huyu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ndipo sasa utaingia siku moja katika ziwa la moto, na huko kutakuwa kulia na kusaga meno. Ziaka ilishakuwa mingi wapendwa. Siku moja watu wa moja wanasema kwamba hawajali na ile ziwa la moto. Wanasema kwamba wataenda katika ile ziwa moto, ni wamama ninawashangalia. Wanasema kwamba watakoyolaka mwile ziwa la moto itazimaka. Goma ninasema nyewe mko nafanya ziaka. Volka iliwaka hapa. Eske mliwezaka kukoyola mvolka? Mfanye ziaka. Endelea na ziaka. Wanade wanasema kwamba chikabia chibuma na vijibia na kere. Siku iko. Cheza na zambi. Siku iko. Kama unaona kwamba unaweza kwamba Mungu anakunyamaza, hakunyamaze kwa bure, anataka utubu zambi zako. Kama usipotubu, kama hautatubu, hakika utaangamia na utaingia katika ziwa la moto milele na milele. Lakini kwa wale wote ambao wameamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, maandiko nasema kwamba watakaa pamoja na Yesu Kristo milele. Lakini wanaomkataa, maandiko nasema kwamba watalia na kusaga meno. Na ninajiuliza kila mara, kama utasaga meno, sasa meno yako kama itaisha, utasaga nini tena? Utubu dhambi zako. Na kuhitaji kuweza kutubu dhambi zako.
Na mahali unapokuwa, sema tu ndani ya roho yako, avec un cœur sincère, sema tu, Bwana, ninakupatia maisha yangu. Ninamalizia kwa neno hili nikikwambia kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa kabali kuliko wewe. Hauyafanya kama dhambi sawa na yeye, hapana. Maandiko yanasema kwamba yule mtu wakati Yesu alipokuwa kwa msalaba, ni watu wawili walitundikwa pamoja naye. Walikuwa ni wabandi kuliko wewe, hauyafanya kama dhambi sawa nao. Mmoja akamziaki Yesu kama wengi wako wanaziaki leo. Mimi mwingine anasema kwamba wewe namna gani unamziaki huyu? Je, hauogope Mungu? Haujui ya kwamba sisi tuko hapa ni kwa ajili ya dhambi zetu, lakini huyu mtu hana chochote ambacho alifanya. Akamgeukia Yesu, anasema kwamba Bwana, ndani ya mateso makubwa yule mtu akamgeukia Yesu, anasema kwamba Bwana, utakapokuja na ufalme, katika ufalme wako unikumbuke mimi. Na Yesu anasema kwamba ninakuhakikishia leo tutaingia pamoja nawe katika paradiso. Haleluya. Ikiwa kama utamwambia Yesu ndani ya roho yako, sihitaji kusema kwamba ukuje hapa, pana, lakini roho yako nitemwe, roho yako nitemwe mbele yako, sema na Yesu Kristo, sema kwamba Bwana unikumbuke na dhambi zangu zote uzisamehe, na ninakupatia maisha yangu yote, naye ataweza kukusaidia. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, wakati mioyo yetu imevunjika, tunakushukuru Bwana kwa sababu umetuzungumzia. Kweli Bwana, hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kusaidia watu wote hawa isipokuwa tu ni wewe pekee yako Yesu. Wewe ambaye ni neno la faraja, wewe ambaye ni uzima, wewe ambaye ni ufufuko. Katika tukio kama hili ambalo umetufikia Baba, naomba mwenyewe ndio kisimulia na kila mmoja, kwa sababu kifo ambacho nakuwa mbele yetu haiogopi mtu, lakini wewe pekee Yesu Kristo ulishinda kifo na sasa uko hai. Saidia kila mmoja, semezana na kila mmoja Bwana, hata Roho Mtakatifu amsaidie ili alete maisha yake kwako. Bariki kila mmoja Bwana, na nyakati ambazo zinakuwa mbele yetu, tukikaribia kushindikiza miili ya wapendwa wetu, wakingojea siku utakapokuja kutukamata Bwana, utaendelea kutuongoza. Panguza machozi ya watu wote, kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mungu awabariki. Mungu, maandiko yanasema heri kwenda kwenye nyumba ya maombolezo kuliko kwenda kwenye karamu. Muda huu tunataka kutoa sadaka ambayo itaweza kusaidia, maana maandiko yanasema lieni na wanaolea. Tutaweza kualika madiakoni 6 wataweza kufika hapa. Siwezi chochote peke yangu, sina nguvu, siwezi chochote peke yangu, Sina nguvu, siwezi chochote peke yangu, mimi sina nguvu, siwezi chochote peke
Kwetu sisi wewe ni kimbilio na nguvu, wewe ni msaada ulio karibu sana wakati wa mateso. Tunaugua lakini tuna tumaini kwako. Tuendelee Bwana kutumia sadaka hizi kuwa moja ya nguvu ya faraja kwa ajili ya jamaa. Utufariji sote, tunaomba katika jina la Kristo, amina. Kusaidiwa kwangu kunatoka wapi? Kusaidiwa kwangu kunatoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na dunia. Muda huu tunaombea jamaa na kuziombea sisi wote, maana mioyo inachoka. Kwa hivi tutalika watumishi wa Bwana, tutasimama tu kwa eneo zote tukiinua mikono kwa ajili ya kuomba nguvu. Watumishi wote walio hapa tutasimama, wengine wataangalia watu huku, wengine wataangalia huku, na wengine wataangalia kundi la Bwana, na Reverend Kalebe tafika kupaza sauti. Baba Mungu, tunaleta wana wako mikononi mwako, wewe uliyefariji Marta na Maria katika mji wa Betania. Nasi hapa Kasindi, Mungu, tunaomba utufariji, maana mioyo yetu imechoka. Mioyo yetu imechoka, hatutazoeaka kifo. Mungu, kifo inalumiza mioyo yetu sana, lakini tunajua neno moja ni kwamba wewe ni ufufuo na uzima, na kila anayekuamini hata kifa ataishi milele. Baba, tunaamini hiyo. Acha jamaa hili liendelee kufarijiwa. Tunamwombea kwa upekee ndugu yetu Jean Baptiste.
tumejiweka kwa nafasi yake. Tunakutana Yobu, yeye alibakiaka na mke wake, lakini Jean Baptiste na mke na watoto hawako. Tunaamini ya kwamba we Mungu uliye faraja ya kweli utamfariji. Tunaomba Mungu uweze kumgusa, umguse Mungu na kutembelea roho yake, kuipatia amani. Fariji watu wote ambao wamefika hapa Mungu. Sote tuelewe ya kwamba tuko katika mikono yako na ni wewe unakuwa na neno la mwisho kwa maisha yetu. Hivi Mungu uwe pamoja nasi na kufariji kila mtu. Tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Yesu ni mfariji wangu katikati ya huzuni nyingi. Yesu mfariji. Kabla ya maombi, tunaalika yule ambaye anatupatia modalite ambayo tutaendea yako. Ili mama yende na plasamana wakati tuchunge utaratibu. Tunataka sema hivi, tuna gari mbili. Na zile gari mbili, moja itabakia kule inachunga wa maso wenye wako kule. Tunataka sema, ukijikuta hauna nguvu, ubakie. Kwani gari moja inachukua mili na wa Croix Rouge na ingine inachukua wa familia fulani, tunapeleka mwili. Kazi ni ya wa maso. Hivyo mwili takapofika, wa maso wanabakia na huku na maliza kazi na gari moja na wangoya kule. Apre pale vingine wote tunaweza tukabakia, juu kazi ya mingi ni ya wateknisie. Hivi tunawatakia safari njema, tungerisi sana. Kabla hatuyaenda, kama ukiona uchungu wa sharje ya jamaa, ukiwa nungali na safra, tafadhali usirudie naye. Tuna matumaini ya kwamba hatukupata nguvu ya kusalimia kila mmoja kwenye iko, lakini meza za jamaa ziko. Nasema tuna gari mbili zenye zinatuchukua kuenda na kurudia. Hivi kama uko na mwaye yako binafsi, unaweza ukatusaidia. Kama utabeba rafiki, mnaenda polepole. Tunaomba sana na tunasema basi Mungu aendelea kituongoza. Na kwa kuweza kuleta shauri hili umetukusanya kufika kushuhudia safari ya wapendwa, kazi ambayo ilikuwa nzito tangu siku ya kwanza. Tunashukuru kwa kuwa umechunga walio wao katika hali ya machozi, na tunashukuru kwa yale faraja ambayo tumepata. Rafiki Yesu, sogea karibu nasi sote katika jamaa, marafiki na kanisa, tuonekane msaada. Wakati wapendwa wanaanza safari sasa, kila mara shetani pia anajitukuza. Hivi pepo za mauti, pepo za aksida tunazipinga, zishindwe, hata watembee chini ya kivuli chako, na kazi itakapofikia mwisho tutashukuru jina lako. Wote wenyewe watajiandaa safari kurudi kila mtu nyumbani mwake. Acha tusikie Bwana, mkono wako wa uchungaji ulimsindikiza na alifika na salama. Neema yako Bwana Yesu
na upendo wako Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu utulie juu ya kundi lote hili, kwani tunaomba na asante jina la Yesu Kristo. Ezo ganga kolukayo nana kotikateo kotamboleo. Samote manangai kolanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomo idake. Aba papa motemba etondi sami na posa na yoe. Aba papa molimo nangai eso ganga kolukayo kana kotikateo kotambola nayo posa motema nangai ulanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomoina. Aba papa aba papa. Alléluia. Je dis à mon âme, cherche le Seigneur. Oui, mon esprit donne ses temps. Yeye pekee ni mtakatifu. Yesu tu na tu. Yesu anajua mateso, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu tu tuweke imani kwa neno la Mungu. Alituahidi kutupa wokovu uliokimbia karibu na Bwana, tuliokimbia karibu na Bwana. Usiwe na oga, usifadhaike, nitakusaidia kwa saa ya mateso, kukusimamisha na kukupa nguvu. Mkono wa neema utakuwa
fika hapa, na tunashukuru pia vile vile wote ambao wamefanya kazi, na baada ya kuweza kuomba Mungu tutaruhusu muingize mili ya wapendwa katika kila mtu katika nafasi yake. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, libarikiwe jina lako wewe ambaye umeongoza watu wako hadi hapa mahali ambapo tunakuja kuweka mili ya wapendwa wakingojea siku ile utakuja kuweza kufufua wale wote walioamini jina lako. Bwana, katika seremoni hii ya mazishi ya wapendwa tunakuhitaji wewe pekee Bwana, uweze kutusimamia na kuweza kuongoza kila hatua kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Basi À mon âme, cherche le Seigneur, le Dieu de ton salut. Pourquoi veux-tu continuellement t'abattre dedans de moi, mon âme? Pourquoi est-ce que tu veux te détourner de l'essentiel? Voici ce qu'il est écrit. Il est temps pour nous de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il réponde sur nous sa justice.